Hii ni sehemu ya 4 ya simulizi ya Nyuma ya Pazia, na katika sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Ramlat alikuwa chumbani kwa marehemu mzee Othman akichukua faili ambazo aliagizwa achukue na mama mkwe wake. Baada ya kufanikisha hilo, wakati anajiandaa kutoka, ndipo akasikia hatua za mtu akiwa anakuja chumbani humo. Nilipata hofu nikijiuliza, nini kitanikuta pale ambapo itabainika mimi nimeingia ndani ya chumba hicho? Nifanye nini? Kwa haraka nikazificha zile faili ndani ya pajama langu na nikaenda kujificha kwenye kona ya chumba hicho. Mlango wa chumba kile ulifunguka na aliyeingia hakuwa mwingine bali Nahida. Aliwasha taa na kuniona nikiwa nipo nalia kwa kwikwi, huku nikinung'unika, baba mkwe, kwa nini umeondoka mapema hivi? Hakuna anayenipenda ndani ya nyumba hii. Kwa nini baba mkwe? Kwa hasira Nahida akaniuliza, unafanya nini humu? Hapo nikaanza kulia kwa sauti, kwa nini baba mkwe afe? Alikuwa mkarimu sana kwangu. Kwa nini lakini? Nahida alinisogelea na akaona natokwa na machozi. Aliketi kitandani na akasema, inaonekana ulikuwa unampenda sana baba yangu, yaani mpaka umefikia hatua ya kuja humu ndani na kuanza kulia tena chumba kikiwa kinagiza. Wewe ni jasiri sana na ninapenda watu wa aina yako. Nahida alisema hivyo huku akitabasamu, na mimi nikasema, nammisi sana mzee Othman, ndio maana nikaamua kuja huku. Nilihisi pengine ningemuona, yaani bado siamini kama ni kweli amekufa. Baada ya kusema maneno hayo, nikazidisha kilio changu na machozi. Nahida akasema, Ramlat, wewe ni mke wa kaka yangu, hutoweza tena kumuona mzee Othman. Ameondoka, hayuko nasi kimwili. Nikauliza, ni nani aliyemuua? Nahida naye akaniuliza, wewe unamuhisi nani? Wifi yangu, kuna kitu nahitaji kutoka kwako. Huku nikiwa nafuta machozi yangu nikamuuliza, kitu gani hicho? Nahida naye akaniuliza, kuna kazi unaweza kuifanya kwa ajili yangu? Kwa shauku nikamuuliza pia, kazi gani hiyo? Nahida akasema, mpaka kufikia hatua ya baba kukuchagua wewe uwe mke wa Jamali, ni lazima utakuwa una busara na akili nyingi. Nikiwa serious sasa, nami nikamuuliza, wifi, ina maana hujasikia swali langu? Huku akiniangalia machoni akasema, sijasikia. Mbona? Umeniuliza nini kwani? Nikamwambia, mzimu wa mzee Othman huo hapo, naona anajaribu kukugusa. Kwa haraka akasimama, huku akihema kwa kasi akaniuliza, una uhakika? Yuko wapi? Mbona simuoni mimi? Nikamwambia, huyo hapo anakufuata. Nilisema hivyo na nikakimbia kutoka nje ya chumba hicho. Nahida naye alikimbia kunifuata. Kimoyomoyo nikajisemea, huyu mpuuzi anajidai kuniigizia, sasa ngoja na mimi nimuigizie. Yaani hapa ngoma draw. Kwanza huyu Jamali mwenyewe simpendi na sintoweza kuvumilia upuuzi wowote watakaonifanyia hawa watu. Ni lazima nijue chanzo cha shida zote ndani ya hii nyumba. Nilipofika chumbani kwangu, nilijaribu kupekua faili zile, lakini sikuweza kusoma kwa sababu maandishi yale yalikuwa ni ya lugha ya Kifaransa. Nikabaki najiuliza tu, hizi faili zinahusiana na nini? Na nikamtumia ujumbe mama mkwe kwamba tayari nimefanikisha kuzipata faili. Akaniambia nizitunze na ataniambia kitu gani kinafuata. Na baada ya hapo nikaamua kulala sasa. Asubuhi ya siku iliyofuata niliamka na kuswali, na baada ya hapo nilienda mbele ya kioo nikajitazama na kutabasamu. Kisha nikajisemea, Ramlat, una akili nyingi sana wewe. Napenda jinsi unavyoicheza michezo yako kwa akili. Safari hii hawa wapuuzi wataipatapata. Kisha nikasikia mlango wa chumba changu unagongwa. Kwa sauti nikaitikia, ndiyo, nakuja. Nilipofungua mlango nikakuta ni mmoja kati ya wafanyakazi wa nyumba ile mwenye umri wa miaka kama 20 hivi. Nilitabasamu na nikamuuliza, yes mrembo, nikusaidie nini? Akaniambia, naona watu wote wameshapata kifungua kinywa kasoro wewe tu. Ndio nikasema nije nikujulia hali, pengine kuna kitu hakipo sawa. Nami nikamwambia, asante sana kipenzi. Wewe ndio mtu wa kwanza ndani ya nyumba hii kuonesha kunijali. Ninafurahi sana kwa sababu wewe unajali kuhusu mimi. Usiwe na hofu, lakini mimi nipo sawa tu. Akaniambia, sawa madam, unaweza kuja kupata chakula chako. Kabla mzee Othman hajafariki, aliniagiza ya kwamba tunapaswa kukuhudumia vyema. Binti yule aliangalia huko na kule na akamwona Nahida anakuja. Baada ya kumwona Nahida, alijikuta amepoteza amani, na mimi nililigundua hilo. Nikamwambia, usijali, nakuja muda si mrefu. Unaweza kwenda tu.
Naye akasema, kuwa makini madam. Nikajiuliza, ana maana gani anavyoniambia niwe makini? Kwani kuna nini hasa ndani ya jumba hili? Yaani kila kitu kinachoendelea humu lazima upewe tahadhari. Nilifunga mlango wa chumba changu na kisha nikaelekea sebuleni. Nilipokuwa naelekea sebuleni, nikakutana na Nahida ambaye alinizuia na akaniuliza, hivi ni kweli usiku wa jana uliuona mzimu wa baba? Aliniuliza swali hilo akionekana hana amani kabisa, na mimi nikamwambia, ndiyo, nilimuona alikuwa anataka kukugusa, na hiyo ndiyo sababu iliyofanya mimi nikakimbia, kwa sababu alikuwa na muonekano wa kutisha, yaani kama zombi vile. Nilihisi pengine angekunyonya damu. Nilisema hivyo na nikazidi kumkosesha amani Nahida. Akanifokea akisema, hebu acha kuongea upuuzi wako hapa. Na mimi nikamuuliza, wewe ndo ulimuua baba yako? Nahida akaamaki, nini? Kwa sauti ya utulivu nikamwambia, hupaswi kuogopa mzimu wake. Usijali wifi yangu, mzimu wa mzee Othman hauwezi kumdhuru binti yake mpendwa. Lakini kama wewe ndo muuaji, basi amini ya kwamba atakuwa anakutokea mara kwa mara kwenye ndoto zako, na kama haitoshi atakuua kabisa. Nilizungumza hivyo na kuzidi kumwogopesha Nahida. Kwa sauti ya kufoka akaniambia, we ni mpuuzi sana, hebu nitokee hapa. Nilijikuta nacheka tu na nikamwambia, ndo kwanza picha linaanza, yaani we jiandae tu. Nilielekea jikoni kuchukua chakula changu na nikakutana na mfanyakazi mmoja ambaye alikuwa anakwepa kuniangalia machoni. Basi nikachukua chakula kisha nikaelekea sebuleni. Nilipotaka kuanza kula chakula kile, nikakumbuka maneno ya yule binti ya kwamba niwe makini. Nilichofanya pale, nikanywa maji tu na kuacha kile chakula kama kilivyo. Baada ya hapo nilirudi jikoni na kuandaa chakula changu mwenyewe, nikakisimamia mpaka kilipoiva. Nilijipakulia na nikaelekea nacho chumbani kwangu. Nikiwa naelekea chumbani sasa, nikakutana na mke mkubwa, naye anatoka chumbani kwa mzee Othman. Baada ya kuniona, mke mkubwa akaropoka, hakuna mtu anayepaswa kuingia chumbani kwa marehemu mume wangu tena. Yeyote atakayebainika ameingia chumbani humo atajuta kuzaliwa. Baada ya kusema maneno hayo, mke mkubwa aliingia chumbani kwa binti yake. Kimoyomoyo nikajiuliza, hivi hawa watu wa nyumba hii wana shida gani? Mbona kama siwaelewi hivi? Anyways, watajua wenyewe. Niliingia ndani ya chumba changu na nikakuta simu yangu inaita. Baada ya kupokea, nikabaini aliyenipigia ni mama yangu, Ramlat binti yangu. Kwa sauti ya kudeka nikamwambia, mama, yaani siku hizi huhangaiki hata kunijulia hali. Kwanza namba zangu umepatia wapi? Mama akaniambia, mama mkwe wako ndo amenipatia. Kazi ya mama mkwe wako hiyo. Asubuhi amenitumia shilingi 50,000 na pia amenipongeza sana kwa kukulea vyema wewe. Nikamuuliza mama mkwe amekutumia pesa? Mama akaniambia, ndiyo binti yangu. Vipi, Jamali amekukuta bado ukiwa bikra? Kwa hasira nikamjibu mama yangu, mama bwana, achana na hayo mambo. Mimi na Jamali mpaka leo bado hatujakutana kimwili. Wewe unajua kabisa mimi simpendi. Unadhani nitamruhusu kirahisi tu auguse mwili wangu? Kwa hasira mama akaniambia, we mtoto ni mjinga sana wewe. Hii ndo nafasi yako ya pekee kuhakikisha ya kwamba unawazalia mtoto wa kiume, mtoto ambaye atakuwa pia ni mrithi wa hizo mali. Huoni kwamba ukiwazalia mtoto wa kiume itakuwa ni bahati njema hata kwako? We mtoto wewe, mimi sitaki kurudi kwenye maisha ya dhiki. Yaani hapa tu umeolewa na faidi mambo mazuri kiasi hiki. Wewe unadhani ukishawazalia mtoto tena awe wa kiume, si ndo maisha yatazidi kuwa matamu? Baada ya mama kuniambia hivyo, nikamwambia kwa hasira, mama tafadhali, nimekubali kuolewa ili nikufurahishe tu. Lakini swala la mimi kuzaa, hayo yatakuwa ni maamuzi yangu binafsi. Ni vile hujajua tu hapa nilipo kuna hatari kubwa kiasi gani. Mama akacheka na akasema, Ramlat mwanangu, hujui tu. Marafiki zako wengi wanakuonea wivu. Wanatamani wao ndo wangepata nafasi ya kuolewa kwenye hiyo familia. Lakini eti bado ananiambia kwamba hapo ulipo kuna hatari. Hebu usinichefue we mtoto. Chochote unachokutana nacho kwenye nyumba hiyo, we vumilia tu. Nikamwambia mama yangu, kwa hiyo mama, hilo ndo unaloweza kuniambia? Kwa sauti ya kufoka, mama akasema, sikiliza Ramlat, ninakupa miezi 9 uwe umezaa mtoto wa kiume ndani ya hiyo nyumba, na jina la huyo mtoto litakuwa Othman, arithi jina la babu yake,
Narudia tena, nisikilize kwa makini. Nakupa miezi 9. Sasa ole wako, usizae huyo mtoto. Utanijua mimi ni nani. Kwanza muda huu ngoja nimpigie simu Jamali. Maana kama angekuwa hana uwezo wa kumpa mwanamke mimba, basi asingekuoa. Yaani hata kama ni kwa kufosi, basi hiyo mimba hakupatie leo. Baada ya mama yangu kuzungumza hivyo, alikata simu. Nikabaki na waza na kuwazua. Hivi, katika heka zote hizi, leo hii mimi ni bebe mimba? Hapana, kwa kweli, hapana. Hata huyo malaika nitakayemleta atakuja kuteseka tu kwenye hii familia ambayo ina mizengwe kweli kweli. Kwanza, kwa nini mama mkwe wangu amewatumia pesa nyumbani siku ya leo? Ni kwa sababu ya lile faili ambalo nilikwenda kulichukua kwenye kile chumba? Kwani kuna nini hasa ndani ya hilo faili? Kwa nini ananitumia mimi? Na kwa nini mpaka sasa hayupo ndani ya nyumba hii? Isije kuwa wazazi wangu wamenitoa sadaka? Kuna nini hasa nyuma ya pazia? Nini hasa kinaendelea ndani ya jumba hili la marehemu mzee Othman? Nini hasa kinaendelea kati ya wajane hawa wawili pamoja na watoto wao? Ni kitu gani hasa ambacho kila mmoja anakigombania? Maswali yote hayo nilijiuliza ndani ya kichwa changu na bado sikupata majibu. Nikampigia simu mama mkwe. Nikamwambia, "Mama, nimechanganyikiwa kwa kweli, na kama nisipopata majibu ya maswali yangu, nitaondoka ndani ya nyumba hii muda huu na hamtonipata tena. Ni nini hasa kipo nyuma ya pazia?" Nilimuuliza swali hilo kama kumtisha mama mkwe. Je, atanipa majibu gani? Usikose kuungana nami kwenye sehemu inayofuata.